Hello ndugu mtazamaji wa Beroya, kama kawaida yetu, wazee wa maswali. Leo tunalo swali kuhusu, leo tuangalie Isaka, nini sadaka ya Ibrahim. Ujue nina maswali mengi sana. Ujue Mungu anasema kwenye sheria zake pale Kutoka 20, usiue. Mungu mwenyewe anaagiza kwamba usiue. Maana yake usimwage damu ya mwanadamu wenzako. Hasa mwanadamu asiye na hatia. Lakini huyo Mungu anamwagiza Ibrahim amtoe sadaka mwana Isaka, maana yake akamuue. Hii unaionaje? Kwamba Mungu anajipinga mwenyewe. Huko anasema usiue, huko anakuagiza ukaue. Hiyo imekaje? Lakini kitu kingine ambacho najiuliza sana, kwamba Ibrahimu anaenda kumchinja Isaka. Yaani mimi naashumu kwamba baba yangu mimi anachukua kisu aende akanichinje. Hivi baada ya hapo mimi nitakuwa na mtazamaji huyo mzee. Yaani mzee anataka kuniua huyu. Aisee, si tunaweza tukavurugana vibaya sana. Maumivu ya kisaikolojia aliyoachiwa Isaka kwa jaribio la mauaji lililokuwa linatakiwa kufanywa na baba yake. Lakini najiuliza kwa nini Isaka hivi akukimbia nyumbani? Ujue mimi ningekimbia. Yaani mzee, mimi kijana kabisa, nina malengo yangu na maisha yangu ya baadaye. Eti unataka uniue kwa sababu eti unataka unitoe sadaka kwa huyo Mungu wako. Ujue hivi vitu vina mambo fulani ambayo yanaleta ukakasi. Maumivu ya kihisia, maumivu ya kisaikolojia aliyokuwa nayo Isaka yalikuwaje? Mimi sipati picha kama ni aliumia au ilikuwaje. Kwa sababu tukio la kutaka kuuawa sio mchezo. Sio mchezo kabisa. Kwa sababu nakumbuka mimi, ukisoma kisa cha Yefta Mgileadi kwenye kitabu cha Waamuzi, Yefta alimwambia Mungu kwamba nikitoka kupigana vita, chochote kitakachokuja kunilaki nitakutolea nini? Sadaka. Baada ya kurudi nyumbani, anayekuja kumlaki Yefta ni binti yake wa pekee. Na yeye alikuwa na mtoto wa pekee kama Ibrahimu alivyokuwa na mtoto wa pekee. Yefta akamwambia, nimeweka nadhiri, nataka nikutoe, nahitaji nikutoe kwa Mungu wangu. Yule mtoto alipata maumivu makali ya kihisia. Akamwambia, baba, naomba nikauombolezee ubikira wangu mlimani. Akaenda na wenzake mlimani, wakaomboleza siku 21. Baadaye akarudi, baba yake akaja akamtoa sadaka. Japokuwa hapo pia tutakuwa na swali, je, hiyo sadaka Mungu aliipokea? Ni Mungu gani huwa anayepokea sadaka ya damu za watu? Hilo ni swali pia. Tuna mambo mengi ya kujadili. Lakini hebu turudi kwenye swali letu kwanza. Sadaka ya Ibrahim. Hivi Mungu anasema usiue, alafu anamwambia Ibrahimu amuue Isaka kama sadaka. Hiyo imekaaje? Nikukaribisha tuendelee. Hebu hii unaionaje? Usiue, alafu anakuambia akamtoe sadaka. Kwa kawaida au kwa akili za kibinadamu lazima uweze kupata majibu ya haraka. Kwanza lazima uone ugumu kwa sababu gani? Mwili wa mwanadamu ni mwili wenye unaogopa sana. Ni mwili ambao ni mwili wenye ambao huhitaji kwanza vikwazo. Isaka alikuwa ni mwanadamu, ni kweli. Mwanadamu ambaye ni 100%. Baba yake pia alikuwa ni mwanadamu 100%. Na unapoingizwa katika jaribu kama lile, ni lazima likuasili. Kwa hiyo kwa mimi, kabla sijajibu tu, labda tusome kwanza Biblia inasemaje. Waebrania 11:17 hadi 19. Hebu tuone kwanza hapo ili tuanze kupata nuru, tupate njia kwanza ya kutuongoza. Waebrania 11:17 inasema, kwa imani Ibrahimu alipojaribiwa akamtoa Isaka awe dhabihu. Na yeye aliyezipokea hizo ahadi alikuwa akimtoa mwanawe mzaliwa pekee. Naam, yeye aliyeambiwa katika Isaka uzao wako utaitwa, akihesabu ya kuwa Mungu aweza kumfufua hata kutoka kuzimu, akampata tena toka huko kwa mfano. Asante sana. Cha kwanza niende kwa baba wa imani Ibrahimu. Ibrahimu kumbe yeye alikuwa na
imani. Kwanza ameshaahidiwa kwamba utaitwa baba katika nani? Utakuwa taifa kubwa katika Isaka, si ndio? Lakini pia tunaona ya kwamba Ibrahimu anaamini Mungu sio kigeugeu. Mungu kila anachosema ni lazima atimize. Kwa hiyo tunaona kwamba Ibrahimu yeye alikuwa na imani, na ndio maana akawa na ujasiri wa kuwa tayari kutekeleza kile ambacho ameagizwa. Pia tukirudi kwa Isaka, kwamba lile tendo la lilimwachaje Isaka, kwa mimi naweza nikaelezea kwa hali ya kibinadamu kwamba Isaka kwa sababu alikaa na baba yake, ni mtu wa imani. Pia tunaona kwamba aliweza kupewa kukalilishwa mambo ya imani, pia kufundishwa kama sisi leo wa Kristo tunavyofundishwa juu ya Kristo. Yesu alijitoa kwetu. Kwa hiyo na sisi pia tunahitaji kujitoa kwa Kristo kwa imani. Kwa leo hata ninapoingia katika majaribu ya kuuawa kwa sababu ya Kristo, haijalishi itaniachaje na makovu gani. Umeona? Lakini kinachopaswa ni kuwa na nini? Na imani kwa kile ambacho nitakiamua. Sasa naanza kukuelewa. Kwa maana hiyo, mbali na kwamba Ibrahimu alikuwa na imani, Isaka pia alifundishwa imani ya baba yake, si ndio? Maana tunasema mtoto wa nyoka ni nyoka. Kwa hiyo hata Isaka alikuwa anajua kwamba hata nikifa mbele za Mungu naweza nikawa hai tena. Kwa sababu nakumbuka Ibrahimu amewahi kuwa anatembelewa na Mungu nyumbani. Ndio bila shaka hayo matendo ambayo yalikuwa yanafanyika kutembelewa na Mungu, huenda alikuwa anamhadithia Isaka, si ndio? Lakini pia kumbuka, kabla Isaka hajazaliwa Sodoma na Gomora viliteketezwa. Na aliyeteketeza ni malaika wa Mungu, si ndio? Yale matukio yalikuwa yamebaki kichwani mwa Ibrahimu, na Ibrahimu alimhadithia bila shaka Isaka. Kwa hiyo Isaka huenda alikuwa na picha pana sana ya Mungu. Au mimi naonaje? Labda hebu jaribu. Yaani unavyoelezea ni uko sahihi. Kwa sababu katika ulimwengu huu kila mwanadamu ni lazima ashirikishwe juu ya vita zile ibilisi, juu ya dhambi. Kwa maana hiyo ni kujitoa. Kumkubali Mungu ni kujitoa maisha. Ukubali kutesa mwili. Uwe tayari hata kufa. Kwa hiyo Isaka lazima alirithishwa. Alifundishwa kwamba siku zote, kwa sababu tuko vitani, vita siku zote uwe na mambo mawili, kufa au kupona. Kwa hiyo na yeye alifundishwa vita ya kwamba kupigana na mambo mabaya ni kujitoa. Kwa hiyo uwe tayari hata kufa. Kwa hiyo Isaka lazima alikuwa na hiyo imani, na ndio maana Isaka hakukimbia. Isaka hakumsumbua baba yake kwamba kwa nini unataka kuniua. Alikubali kulala katika madhabahu ile kwa ajili ya kutolewa sadaka. Hakuwa na vurugu yoyote kwamba baba alimlazimisha au kumbuka. Lakini kabla hujaendelea, Isaka alimuuliza wakati wako njiani, akasema mzee, mbona mimi sielewi? Kuni zipo, moto tunao, kisu cha kuchinja kipo, lakini huyo mnyama mbona mimi simuoni? Unaona, kwa wakati anamuuliza hao maswali, maana yake Isaka amezoea kwamba wanaenda kufanya ibada na kutoa dhabihu, si ndio? Lakini dhabihu ya leo ni tofauti. Hawana kondoo, hawana mwana kondoo. Ashazoea kabla hajaenda kutoa wanafungua zizi. Kumbuka Ibrahimu alikuwa ni mfugaji, ana makondoo mengi sana. Watoe kondoo aende, na siku hiyo anaenda bila kondoo. Alafu Ibrahimu anamwambia Bwana atajitwalia mwana kondoo. Hivi unaona hicho kitu? Sasa hebu turudi. Ulikuwa unazungumza tulikuwa tunazungumza juu ya imani ya Isaka. Lakini pia kwamba imani ilimfanya Isaka asiwe na maumivu yoyote. Sababu mimi kiukweli, kwa mfano mimi, baba anataka kuniua eti ananitoa sadaka kwa Mungu wake, na utamani na mimi kuishi. Hata kama nina imani, lakini uniue mimi wewe ubaki hai, hicho ni kitu kigumu sana. Hii imekaaje? Lakini unganisha hapo na swali la kwamba Mungu anasema usiue. Maana yake Mungu anakataa kafara ya binadamu. Nakumbuka hata wale watu waliokuwa wanamwabudu Baali, ilikuwa ni vita mpaka Mungu anamtuma nani? Elia. Anaua manabii wa Baali. Kwa sababu gani? Waliokuwa wanamwabudu Baali wanatoa sadaka za watoto kwa Baali.